Kuna sehemu moja hivi nilipataga ushuhuda kwa mtu mmoja. Mchungaji mmoja alikuwa kila akisimama madhabahuni alikuwa anakemea sana habari za maambukizi ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Anasema kwamba ukimwi utawaua, sijui mara ukimwi utafanyaje? Wote ambao mna ukimwi, sijui mlitenda dhambi, sijui mlifanyaje? Sasa yule mchungaji anapoendelea kuhubiri ndani ya ile kanisa, hakujua kama kuna Wakristo ambao wanatumia dawa. Hakujua. Ndani ya ile kanisa hakujua kama kuna Wakristo ambao walizaliwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ila sasa yeye anasema mshahara wa dhambi ni mauti, ndio maana mnakufa kwa ukimwi. Sijui maana nini, anahubiri ni mahubiri, maana kabisa Roho Mtakatifu leo ameshuka na lihudumia kanisa. Sasa wakajipanga wale ambao walikuwa wanatumia dawa. Wakasema huyu cha kumfanya tunaenda kumbaka mke wake. Sasa mke anaenda kuchota maji mtoni, wale bwana wakamvizia mke wake wakambaka. Sasa kwenye kumbaka, bahati mbaya naye kama ameambukizwa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa ni mama mchungaji anaenda kumwambia mchungaji kwamba mume wangu nimebaka mtoni, naye akakaa nalo kwamba hili ni la kwangu. Wameenda, mchungaji akaona hali imeanza kubadilika. Akaanza kuona hali inazidi kubadilika. Watu wanamshauri, bwana nenda kapima, anasema hamna, itakuwa tu ni mawazo tu, sijui nini. Mimi sijawahi kuchepuka wala sijawahi kufanya chochote kile. Mimi namtumaini Bwana. Sasa siku ya siku ameumwa, hajiwezi, wakambeba kumpeleka hospitali. Ikabidi wamchukue vipimo vyote. Yule mchungaji akaja kugundulika anaishi ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hakuamini kilichotokea, kwa sababu hakuwahi kutoka nje ya ndoa yake hata siku moja. Yaani alikuwa ameishi katika ukamilifu na katika uaminifu wote. Sasa akaanza kujiuliza maswali mengi sana. Hivi virusi mimi nimevipata wapi? Kwenda kumpima mke, naye mke naye anaambukiza virusi vya ukimwi. Kwa hiyo sasa wote wawili, mke naye ameweka ni siri, hawezi kusema. Kwa sababu anajua ni mke wa mtumishi. Nikisema nilibakwa, mume wangu ananiuliza, "Kwa nini ulikaa kimya kipindi chote hicho?" Kwa hiyo alikuwa amelinda nafasi yake kama ni mtu wa mtumishi, watu wasijue. Kwa sababu ukienda hospitali watu watajua. Hakuna siri. Hata nesi anayekutibu unaweza kushangaa naye anamzidi, anayapaka yamejaa kifuani. Yamejaa. Sasa unashangaa bahati mbaya unamkuta hospitali kule. Yule ambaye Mkristo wako anasema mtakufa kwa ukimwi sijui, na unafika pale na wewe na kupimu na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo sasa hiki kisa kinatufundisha kitu gani? Kinatufundisha kwamba pamoja na kwamba tunaishi katika maisha ya ukamilifu sana, tuna watu ambao tuko nao. Alafu na wokovu hauingii kwenye familia. Wokovu unaingia kwa mtu binafsi. Yaani wokovu unakuwa nao wewe kama wewe. Wokovu yani baba ukiokoka sio kama familia yako imeokoka baba. Hapana. Ndio maana unakuta mtoto wa mchungaji anazaa nyumbani, mtoto wa mchungaji ni mwizi, sio mtoto wa nani? Unaona hadi changamoto nyingi sana. Kwa hiyo kumbe wokovu ni wa mtu binafsi. Sasa tunaposema habari za kirusi cha ukimwi, ukimnyoshea kidole mwenzako, maana yake hata wewe unajinyoshea kidole. Kwa sababu mwezeshaji wa kwanza amesema hivi, katika jamii ya Kiafrika hakuna familia ambayo imekosekana na mtu ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Maana yake kama sio mtoto ni baba mkubwa au mjomba, shangazi, babu, sijui nani. Kwa hiyo unakuta ni swala la jamii nzima.